Bwana Yesu asifiwe. Kwa furaha kabisa na wasalimu kwa jina la Yesu. Mchana huu, siku ya leo, ningependa tujifunze somo zuri. Kabla ya somo, tuombe. Baba yetu na Mungu wetu usiye juu mbinguni, tunaalika uwepo wako na malaika zako wakatufundishe sawasawa na neno lako. Somo la leo tunakwenda kujifunza, tunaalika uwepo wako katufundishe sawasawa na mapenzi yako. Ni katika jina lako Yesu, amina. Bwana Yesu asifiwe. Somo la leo lina kichwa cha somo kinachosema linda moyo wako. Somo linasema linda moyo wako. Fungu letu kiongozi linapatikana Yeremia 17 na ule mstari wa 9, nalo linasema moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kuujua? Mimi Bwana nauchunguza moyo na vijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake. 11 inasema kama kwale akusanyaye makinda asiyozaa, ndivyo alivyo mtu ajipatiaye mali, wala si kwa haki katikati ya siku zake. Zitaachana naye na mwisho wake atakuwa mpumbavu. Bwana Yesu asifiwe. Somo la leo linatuambia linda moyo wako kuliko kitu chochote. Linda moyo wako. Tunaona fungu kiongozi linatuambia moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Kwa hiyo moyo una tabia ya kufisha, ni nani awezaye kuujua? Yeye Bwana anaujua moyo na tena anavijaribu viuno. Kwa hiyo tukisoma Mithali 4 ule mstari wa 23, hem tusikilize neno la Bwana linasemaje. Mithali 4 mstari wa 23 inasema linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Tunaona Mithali 4:23 inatuambia linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Tunaona moyo, Biblia kwa nini inatuambia tulinde moyo? Moyo huwa mdanganyifu sana. Moyo ndiko kunakotoka chemichemi za uzima. Moyo wa binadamu una uwezo wa kufanya chochote. Kwa utakapolinda moyo utajiepusha na vingi. Kwa hiyo neno la Bwana linatuambia linda moyo wako kuliko kitu chochote ulindacho kwenye maisha yako. Hem tusome Marko 7 ule mstari wa 21. Hem tusikie inasemaje. Marko 7:21 inasema Marko 7:21 inasema kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya, uasherati. 22, wivu, uuaji, uzinzi, tamaa mbaya, ukorofi, hila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi, upumbavu. 23, hayo yote yaliyo maovu yatoka ndani, nayo yamtia mtu unajisi. Tunaona Biblia inatuambia Marko 7:21 inasema kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya, uasherati, wivu, uuaji, uzinzi, tamaa mbaya, ukorofi, hila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi, upumbavu. Vyote vinatoka ndani ya moyo. Kwa ndugu mpendwa mtazamaji, somo la leo linatuambia linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Kwa nini? Kwa sababu moyo ndimo chanzo kutokapo chemichemi. Unapomuona mtu kwa nje anatukana, tatizo sio yeye, ni moyo. Unapomuona mtu kwa nje anaua, tatizo ni moyo.
imeanzia ndani ya moyo. Kwa ndio maana Biblia inatuambia linda moyo wako kuliko kitu chochote ulindacho. Ndugu mpendwa, mchana wa leo, somo la leo linatutaka tulinde moyo. Kwa nini Mungu anatutaka tulinde moyo? Kwa sababu moyo ndio unaohifadhi kila kitu. Moyo, mawazo yote unayoona mtu anafanya yanatoka ndani ya moyo. Fikra yote, mawazo yote mabaya, mazuri yanatoka ndani ya moyo. Tusome Isaya 39 na ule mstari wa kwanza. Tuone neno la Mungu linatuambiaje. Isaya 39. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona neno la Mungu linatuleta kwenye ili mioyo yetu iwe safi, ili mioyo yetu impendeze Mungu, lazima tumtafute Mungu kwa bidii. Mioyo yetu ni dhaifu. Tunaishi dunia yenye dhambi, tunaishi dunia iliyoharibika. Kwa hiyo ndio maana sasa hivi unaona mauaji ni mengi, ukatili ni mwingi. Tatizo ni moyo. Tunaona moyo unaanza kuwaza jambo. Unapowaza jambo ndipo linatokea dhahiri. Kwa hiyo tutakapolinda ufahamu wetu, tutakapolinda mioyo yetu, ikaepukana na uovu, ikaepukana na kuwaza yaliyo mabaya. Tumeona Marko inatuambia ndani ya moyo hutoka uovu, kuna ufisadi, kijicho, uasherati. Yote yanaanzia ndani ya moyo. Mtu mpaka anafikia hali ya kutenda uovu, kubaka. Sio tu kwamba kinatokea, hapana. Kinaanza ndani ya moyo, anakiwaza kwanza. Atakapokifikiria ndipo anakuja kufanya tendo. Mtu anapokuwa mtukanaji, mchoyo, mzinzi, hayo yote yanatoka ndani ya moyo. Kwa hiyo neno la Mungu linatutaka tulinde mioyo yetu kuliko kitu chochote. Je, tunawezaje kulinda mioyo yetu? Kulinda mioyo yetu inatakiwa tumtafute Mungu kwa bidii. Tutakapomfanya Mungu, mioyo yetu itakapojazwa neno lake, mioyo yetu itakapojazwa na neno la Mungu, tutawaza yaliyo mema, tutaona kila kitu ni ubatili, tutaona ukifanya uasherati ni dhambi, ukitukana ni dhambi. Kwa hiyo utakapojiweka ndani ya neno la Mungu, Roho Mtakatifu atakukumbusha hiki sio kizuri, utakiacha. Lakini utakapokuwa mbali na Mungu, ni lazima tu utatenda asiyompendeza Mungu. Hebu mchana leo, ndugu mpenzi mtazamaji, muombe Mungu akusaidie ulinde moyo wako. Muombe Mungu akusaidie, akupatie uvumilivu, akupatie moyo uliopondeka, moyo uliopondwa pondwa. Ni nani awezaye kuuponda moyo? Ni Mungu ndiye awezaye kuulinda, kwa sababu Mungu anachunguza, tena anavijaribu viuno, na anajua kila moyo wa mtu. Chochote unachoenda kukifanya, Mungu kabla hujakifanya, Mungu anakuwa ashajua. Kama Mungu ashajua, kwa Mungu anaweza kubadilisha moyo. Hata kama ukiwa una moyo mbaya, hata kama ukiwa unatenda matendo mabaya, usikate tamaa ndugu mtazamaji. Usikate tamaa ndugu yangu. Mungu yupo karibu nawe. Mungu yupo kwa ajili ya kukusaidia. Mungu yupo kwa ajili ya kukurehemu. Mungu yupo kwa ajili ya kukusamehe. Kwa mkabidhi Mungu moyo wako, mkabidhi Mungu kila kitu chako. Mwambie Mungu, mimi nina shida hii. Mungu atakusaidia. Mungu akubariki unapoendelea kulisikiliza neno hili, unapoendelea kutafakari ya mafungu matatu, fungu la Yeremia 17 fungu la 9, ukisoma Mithali 4 fungu la 23 na ukasoma Marko 7:21. Mungu akubariki. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, bariki neno hili la leo tulojifunza. Msaidie ndugu mtazamaji anapotazama, msaidie Mungu kaweze kumbadilisha tokea ndani ya moyo wake. Maana Mungu wewe ndiye unayejua mioyo yetu, na wewe Mungu ndiye unayechunguza, tena unavijaribu viuno na unampa mtu kulingana sawasawa na matendo yake. Hebu Mungu Baba tusaidie tuweze kubadilika, matendo yetu yaliyo mabaya tubadilishe yakawe mema. Tusaidie Bwana tunapojitahidi ili kukutafuta wewe kwa bidii, kwa maana Mungu wewe unatupenda kuliko tunavyodhani. Kwa maana Mungu wewe haumhukumu mtu yoyote. Hata awe muuaji, mtu unamsamehe na kumsafisha. Asante Mungu kwa sababu utatusaidia. Asante Mungu kwa sababu utaenda kubadilisha mioyo yetu, na mioyo yetu itakuwa ikikupendeza wewe. Tunasema asante, ni katika jina lako Yesu. Amina.
Ninawatakia mchana mwema na Mungu awabariki. Tukutane kwenye somo lingine. Asante.